Unataka kuanzisha biashara lakini hujui uanze na biashara gani? Kabla hujaanza kutafuta bidhaa ya kuuza, kukodi fremu, kununua stock au kutumia pesa zako kwenye website na branding, kuna kitu nataka ufanye kwanza. Tafuta tatizo ambalo watu wako tayari kulipia ili ulitatue. Kwa sababu unaweza kuwa na wazo zuri sana kichwani, lakini kama hakuna mtu anayehitaji utatuzi wako, hiyo si biashara kamili. Na ndio maana sitakupa listi ya biashara 10 za kuanza leo. Badala yake, nitakusaidia kupata wazo lako mwenyewe. Na mwisho wa video hii, nataka uwe umeweza kuchukua tatizo moja tu linalokuzunguka, kuligeuza kuwa wazo la kibiashara na kuanza kulipima kabla hujawekeza pesa zako. Kwa hiyo kama una karatasi na kalamu, chukua tuanze darasa letu. Hatua ya kwanza. Acha kutafuta bidhaa, tafuta tatizo. Watu wengi wanapotaka kuanzisha biashara, wanaanza kwa kuuliza niuze nini? Nilete bidhaa gani? Biashara gani inalipa? Lakini nataka ubadilishe swali hilo. Badala ya kuuliza niuze nini, uliza watu wanapata shida gani? Angalia watu wanaokuzunguka wanalalamikia nini mara kwa mara. Ni huduma gani wanahisi ni mbaya? Ni kitu gani wanahangaika kukipata? Ni wapi wanapoteza muda? Ni kitu gani wanacholipia lakini hawaridhiki nacho kabisa? Hapo ndipo tunaanza kutafuta biashara. Kwa mfano, kama unaona watu katika eneo lako wanapata shida kupata bidhaa fulani, usikimbilie kusema basi niuze hiyo bidhaa. Kwanza jiulize, kwa nini wanapata shida kuipata? Labda hakuna anayedeliver, labda iko mbali, labda bei yake ni kubwa, labda quality yake ni mbaya, labda watu wanapoteza muda mwingi kuitafuta. Tatizo lenyewe linaweza kuwa sehemu ambayo biashara yako itajengwa. Kwa hiyo sasa nataka ufanye hivi. Andika matatizo 10 ambayo wewe au watu wanaokuzunguka mnakutana nayo. Usitafute wazo la biashara bado. Andika matatizo tu, kwa sababu tunachotafuta si bidhaa, tunatafuta sehemu ya maumivu ya watu. Pain point. Hatua ya pili. Tazama kile unachoweza kukifanya. Sasa ukiwa na matatizo hayo 10, jiulize ni lipi kati ya haya nina uwezo wa kulitatua? Angalia ujuzi ulionao. Unaweza kufanya nini? Umewahi kufanya nini? Unaweza kutumia teknolojia gani? Una connection gani? Una rasilimali ipi? Kwa mfano, kama watu wana shida ya kupata huduma fulani mtandaoni na wewe unajua programming, unaweza kutengeneza digital solution. Kama una ujuzi wa graphics design na biashara ndogo zinahangaika kuonekana vizuri mtandaoni, unaweza kuwasaidia kwenye branding na kutengeneza maudhui ili wajitangaze vizuri. Kama una ujuzi wa kupika na watu katika eneo lako wanapata shida kupata chakula kizuri kazini, unaweza kuanza kupika. Lakini kuna utofauti mkubwa hapa. Usijiulize tu mimi najua kufanya nini. Jiulize, ninaweza kutumia kile ninachojua kutatua tatizo gani ambalo watu watalipia? Kwa hiyo kutoka kwenye matatizo yako 10, chagua 3 tu ambayo una uwezo wa kuyatatua. Sasa tuna matatizo 3 muhimu, lakini bado hatujaanza biashara. Kwa sababu kuna hatua nyingine muhimu za kuzifuata. Hatua namba 3. Thibitisha kwamba tatizo hilo ni la kweli. Hapa ndipo watu wengi wanakosea. Unaweza kuona tatizo na kudhani ni fursa, lakini ukweli ni kwamba tatizo unaloliona wewe si lazima liwe tatizo ambalo watu wengine wako tayari kulipia. Kwa hiyo tafuta ushahidi. Angalia watu wanalalamika wapi. Angalia komenti za kwenye social media. Angalia magrupu kama ya Facebook na WhatsApp.
Angalia reviews za biashara zinazotoa huduma hiyo. Angalia watu wanauliza maswali gani. Angalia watu wanatumia pesa gani kwa sasa kutatua tatizo hilo. Na hapa kuna kitu muhimu. Kama watu tayari wanatumia pesa kutatua tatizo, hiyo ni ishara njema, kwa sababu inamaanisha tatizo ni halisi na watu tayari wanaliwekea fedha. Kwa mfano, kama watu wanalalamika kuhusu delivery lakini bado wanalipa huduma za delivery, tatizo si kwamba hawataki kulipia delivery. Tatizo linaweza kuwa bei, uharaka, kuaminika au ubora wa huduma yenyewe. Hapo sasa unaanza kuiona fursa iko wazi. Hatua ya 4, usiulize je, biashara hii ipo? Ndio. Uliza biashara zinazotatua tatizo hili zinafanya nini vibaya, kwa sababu si lazima uvumbue kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Unaweza kuchukua kitu kilichopo na kukifanya vizuri zaidi. Tafuta biashara zinazotoa suluhisho hiyo, kisha jiulize, bei yao iko juu sana? Wanachelewesha wateja wao? Au ubora wao ni mdogo? Huduma kwa wateja yao ikoje? Hawapatikani kirahisi? Au hawatumii teknolojia vizuri? Hawahudumii vizuri wateja fulani? Hapo ndipo unatengeneza utofauti wako, kwa sababu biashara nzuri si lazima iwe nimegundua kitu ambacho hakipo kabisa duniani. Wakati mwingine nimegundua kitu ambacho kipo lakini watu hawaridhiki nacho, na hapo unaweza kuingia. Hatua ya 5, usianzishe biashara. Jaribu sasa wazo lako kwanza. Hii ndiyo hatua muhimu zaidi. Ukipata wazo, usikimbilie kununua bidhaa au stock. Usikimbilie kukodi ofisi. Usikimbilie kutengeneza application. Usikimbilie kutumia $500,000 kwenye kuitangaza. Ijaribu kwanza. Tafuta watu ambao wanaweza kuwa wateja wako. Anza hata na watu 5. Waulize kuhusu tatizo hilo. Usiwaulize tu unapenda hili wazo, kwa sababu mtu anaweza kukwambia ndio, ni wazo zuri, lakini kesho asitumie hata 100 katika kutatua tatizo hilo. Badala yake, jaribu kuelewa tatizo linamgharimu nini. Anatumia njia gani kulitatua kwa sasa? Anatumia pesa kiasi gani? Na angependa suluhisho la namna gani? Na kama inawezekana, jaribu kupata mtu anayekubali kulipia suluhisho lako kabisa, kwa sababu ninalipenda wazo lako si kithibitisho sahihi, ila niko tayari kulipia ndio ishara yenye nguvu zaidi. Na kama watu hawataki kabisa kulipia, usiogope, hujapoteza pesa nyingi, ila umegundua mapema kwamba wazo linahitaji kubadilishwa. Hiyo ndio faida ya kujaribu na kuthibitisha wazo lako kabla ya kulifanyia kazi. Sasa fanya hiki baada ya video. Nataka nikupatie challenge ndogo kidogo. Usimalize video hii alafu uendelee na maisha yako bila kufanya chochote. Chukua simu yako au karatasi. Andika matatizo 10 unayoyaona kila siku. Kutoka kwenye hayo 10, chagua 3 ambayo unahisi una uwezo wa kuyatatua. Kisha tafuta uthibitisho kwamba watu wengine pia wanapata matatizo hayo hayo. Baada ya hapo, chagua tatizo moja. Tafuta watu 5 ambao wanaweza kuwa wateja wako na uongee nao. Waulize wanavyotatua tatizo hilo kwa sasa. Na mwisho, jaribu kuona kama kuna mtu yuko tayari kulipia kabisa suluhisho lako. Ukifika hapo, utakuwa umefanya kitu ambacho watu wengi wanaotaka kuanzisha biashara hawakifanyi. Wao wanaanza tu na bidhaa. Wewe umeanza na matatizo ya wateja. Wao wanauliza niuze nini? Wewe unauliza ni tatizo gani ninaweza kulitatua na nani yuko tayari kulilipia. Hiyo ni tofauti kubwa kabisa. Kwa hiyo, kama ulikuwa unasema nataka kuanzisha biashara lakini sijui nifanye nini, usiende kutafuta wazo tu kwenye internet.
Anza kuangalia maisha yako halisi. Angalia matatizo, malalamiko, muda unaopotezwa, pesa zinazopotezwa, na angalia huduma ambazo hazifanyi vizuri kwa sasa. Angalia pia vitu ambavyo watu tayari wanalipia lakini bado hawaridhiki navyo, kwa sababu mara nyingi fursa ya biashara haipo kwenye kitu kipya kabisa. Ipo kwenye tatizo lililopo ambalo bado halijatatuliwa vizuri. Nakumbuka kitu hiki. Usijenge biashara kwa sababu tu una wazo fulani. Kwanza tafuta tatizo na pata uthibitisho. Tengeneza suluhisho, kisha tafuta mtu anayeweza kulipia. Hapo ndipo wazo linaanza kuwa biashara. Na kama umefanya challenge hii, usishie hapo. Andika kwenye comment tatizo moja tu ambalo umeligundua kwenye mazingira yako. Si lazima uniambie wazo la biashara yako. Niambie tu tatizo. Kwa sababu kwenye video inayofuata tunaweza kuchukua baadhi ya matatizo na kuonesha jinsi ya kuyageuza kuwa biashara halisi. Kama unataka kujifunza biashara kwa njia hii na kukusaidia kuchukua hatua na hatua katika matatizo halisi, tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kulike na kushare kwa wengine. Tutaonana kwenye video inayofuata.